Familia ya kina Juma ilikuwa inapanga safari ya mwisho wa wiki kwenda mbugani. Walifika mapema asubuhi, wakapanda gari lao tu wakiwa na furaha, baba, mama na watoto wao wawili. Mwanzoni kila kitu kilikuwa kawaida. Waliona pundamilia, twiga na kundi la nyumbu wakivuka mbali. Watoto wakashangilia, mama akipiga picha, baba akiendesha taratibu kwenye njia iliyochorwa. Lakini baada ya muda, baba aliamua kujaribu njia fupi aliyodhani ingeleta mandhari mazuri zaidi. Akaacha njia kuu na kuingia barabara nyembamba ya vumbi iliyoingia ndani zaidi ya mbuga. Dakika zikapita, kisha saa moja. "Mume wangu, hii njia bado ipo kweli?" Mama akauliza kwa wasiwasi. Baba akajaribu kucheka. "Tutarudi tu, si mbali." Lakini walipojaribu kurudi, kila upande ulionekana ule ule. Mti baada ya mti, nyasi ndefu, ukimya mzito. Hata alama zao za matayari zilionekana kupotea. Jua likaanza kushuka polepole. Watoto wakaanza kunyamaza. Hata upepo ulionekana kusimama. Ghafla wakasikia mlio wa mbali, kama mgurumo mzito. "Simamisha gari," mama akasema kwa sauti ya chini. Baba akasimamisha engine. Ukawa kimya. Kisha nyasi zikaanza kutikisika upande mmoja, taratibu, kama kitu kikubwa kinatembea ndani yake. Watoto wakashikana mikono. Kutoka kwenye nyasi, macho mawili ya kung'aa yalionekana kwa sekunde chache, kisha yakapotea. Baba akawasha gari haraka. "Tunatoka hapa sasa." Akaendesha bila kujua anaelekea wapi, akifuata tu mstari wowote uliokuwa unaonekana kama njia. Gari likarukaruka kwenye mashimo, watoto wakilia kimya kimya. Ghafla, taa za mbali zilionekana. Barabara kuu. Walipofika kwenye njia rasmi, waliinua pumzi kwa pamoja. Kulikuwa na gari la walinzi wa mbuga likipita na baba akasimama kuomba msaada. Mlinzi aliwaangalia kwa makini, kisha akasema, "Mliingia wapi hadi kufika huku? Hii sehemu watu hawaruhusiwi kuingia, mara nyingi hupotea." Familia ilikaa kimya. Walipotoka mbugani usiku ule, hakuna aliyekuwa na hamu ya kuzungumza sana, lakini kila mmoja wao alijua kitu kimoja: sio kila njia ya mkato ina mwisho salama.